Wanasema moyo ukishapenda kweli haupimi pesa, haupimi hadhi wala maradhi, na hauogopi kusonga mbele. Pamela alijaribu kusonga mbele, lakini kuna ukweli ulimtesa sana. Alimpenda sana Jovin, aka Junior, sio kwa sababu ya mafanikio yake, bali kwa sababu ya utu wake. Daniel Elisha alikuwa kila kitu ukimuona kwa nje: utajiri wa familia, heshima, maisha mazuri, lakini kwenye mapenzi kulikuwa na mushkeli, masharti mengi sana. Mapenzi yenye mipaka, sio ya kuachia moyo utembee huru. Sasa msikilizaji, kidogo tupumue. Wapo wanaosikiliza simulizi hii mpaka nje ya mipaka. Kuna Wakenya, Uganda na hapa nyumbani Tanzania na nchi nyingine nyingi tu, hata Uarabuni. Kila mmoja ana staili yake, lakini mwisho wa siku wote tunakutana sehemu moja: Masabuna Simulizi. Ni kama utani vile wa watani wa jadi tu, kama mashabiki wa mpira wale wa Simba na Yanga, wanabishana, wanataniana, wanazomeana, ila hawagombani. Mechi ikianza tu wote macho yako uwanjani. Na sisi pia hapa hatugombani, sote tunasikiliza jasho la moyo. Pamela alijisemea moyoni, simwenzi Dani. Dr. Maxwell naye simuelewi vile vile. Sijui ni mapenzi au wivu kutaka kumiliki mwanamke mwema bila penzi la kweli. Hata sijui anataka nini kwangu. Lakini Junior yuko tofauti: rafiki, mpenzi, mpambanaji, mwenye heshima, asiye na tamaa. Ila ana wivu, sijui kwa nini aliniacha. Au ujana ulimpa jasho la moyo? Naam msikilizaji, moyo wa Pamela ulimchagua Jovin, aka Junior. Siku moja jioni, upepo mwanana ukipiga nje ya apartment nzuri aliyopanga Pamela, simu yake ikaingia ujumbe, unknown number. Alipofungua, moyo wake ulisimama kidogo, jasho la moyo likamtoka. Akasoma ule ujumbe kwa sauti ya chini: Pamela, nihurumie. Nimeingia pabaya. Kazi sina pesa, sina chakula, sina hata pa kulala. I am suffering. Navuja jasho moyoni. Macho yake yakabadilika. Junior alishtuka zaidi. Na hii namba si yake. Ina maana hata simu hana. Bila kuchelewa akapiga ile namba. Hello. Sauti ya Junior ilikuwa dhaifu, very weak. Junior, uko wapi? Kibao. Pamela hakufikiria mara mbili. Chukua boda, fika Mbezi. Nipe huyo boda niongee naye. I will pay. Nitakusubiri. Dakika chache baadaye Junior alifika. Alikuwa amechoka maisha, ameishiwa, moyo umejeruhiwa, completely broken. Pamela alipomuona, macho yake yalijaa machozi. Junior hakujizuia, alimkimbilia akamkumbatia kwa nguvu. Junior alishikwa na mshangao, moyo wake ukaanza kupiga kwa kasi, heartbeat ikapanda. Pamela akalia begani kwake. Kwa nini umefikia hatua hii? Junior hakujibu, alimshika tu. Kwa muda huo hakukuwa na pesa, hakukuwa na hadhi, kulikuwa na pure love tu. Walikaa sehemu tulivu, very calm place, wakizungumza. Kimya kikichanganyikana na maumivu. Pamela alisikiliza kila kitu, hakumhukumu, no judgment.
lakini alipofika mwisho alisita. Hakumkaribisha nyumbani kwake. Badala yake akamtafutia hoteli ndogo, simple but safe. Pumzika kwanza, you need rest. Utaanza upya, alimwambia. Akamkabidhi pesa ya matumizi. Naomba viti vyako. I will help you kupata kazi. Junior alimwangalia kwa mshangao. Hakuwahi kuhisi kuthaminiwa kiasi hicho. He felt loved again. Lakini nyuma ya pazia, Daniel alikuwa tayari amesikia kila kitu. Hakuvumilia. Alimwambia Pamela kwa utulivu wa mwisho, siwezi kushindana na historia yako. Na hapo akaondoka. Maxwell aliposikia alicheka kwa kejeli. Nilijua tu mwanamke hawezi kuacha level yake na kubaki chini. Lakini hakujua Pamela hakuwa anarudi chini, alikuwa anarudi kwenye moyo wake. Kwa msaada wa Pamela, Junior alipata kazi ya muda ya udereva. Sio kubwa, lakini ilikuwa mwanzo. Alipata chumba kidogo, akaanza upya. Kwa juhudi, kwa heshima, kwa jasho la moyo, Junior akasimama tena. Lakini safari hii hakutaka msaada wa mtu yeyote. Alijipa ahadi moja tu, nitainuka bila kelele. Kazi yake ya udereva haikuwa rahisi, mshahara mdogo, kazi nyingi, muda mrefu. Lakini Junior hakulalamika. Alifika mapema kuliko wote kazini. Aliondoka mwisho kuliko wote kazini. Alikuwa dereva, lakini akili yake haikuwa ya dereva tu. Alianza kujifunza ratiba za biashara za bosi wake, namna mikataba inavyofanyika na jinsi watu wakubwa wanavyoongea na kufanya maamuzi. Alikuwa anasikiliza zaidi kuliko kuongea. Siku moja bosi wake alimwangalia kwa makini. Junior, wewe si dereva wa kawaida. Kweli bosi wangu, umeona nini kwangu? Vingi sana unavyo kijana. Msikilizaji, kampuni ya Bwana Mosha ilikuwa inaingia kwenye mradi mkubwa. Kulihitajika mtu wa kuaminika kusimamia baadhi ya shughuli za ndani. Junior akapewa nafasi ndogo ya kusaidia. Hakukosea, hakudharau, hakufanya makosa. Alifanya kazi kama mtu anayejenga maisha yake. Miezi ilipita. Msikilizaji, Junior akapandishwa cheo kutoka dereva kuwa msimamizi mdogo. Kisha akapewa nafasi kubwa zaidi. Mpaka siku moja bosi wake alimwambia, kuanzia leo wewe ni sehemu ya uongozi wa kampuni. Junior alinyamaza. Hakushangilia, alikumbuka alikotoka. Katika mafanikio yake kuna mtu hakumsahau, Pamela. Bila kumwambia chochote, Junior alifanya kitu cha ajabu. Alinunua nyumba nzuri, akaandika kwa jina la Pamela. Kisha akanunua gari la kifahari, nalo kwa jina lake. Hakumwambia, hakujionyesha. Alijua iko siku ukweli utajieleza. Baada ya muda, Junior aliamua kurudi kwao. Alipofika alishangaa. Ndugu zake walikuwa wameishia kidato cha 4 walikuwa wamebadilika. Kila mmoja alikuwa amejitafuta. Mmoja kajenga nyumba ya wazazi, mwingine anafanya biashara kubwa ya mazao, mwingine ameoa na kusimama kifamilia. Wazazi wao walikuwa wanaishi maisha bora kuliko zamani. Junior alitabasamu. Sio mimi peke yangu niliyepambana. Naye akaongeza mchango wake. Akafanyia ukarabati mkubwa wa nyumba ya wazazi. Akaongeza kipato cha familia. Akaanza kuwasaidia ndugu zake kielimu. Familia ilifurahi sana kumuona. Mama yake akamshika mkono. Mtoto wangu, sasa umefika mbali. Siku moja jioni, wakiwa wamekaa pamoja, baba yake akasema, Junior mwanangu, maisha umeshasimamisha. Mama akaongeza, muda umefika sasa uoe.
Kimya kikaingia. Junior akatabasamu kidogo, lakini moyoni jina moja likaja, Pamela. Junior alitazama mbali, akajisemea kimya kimya, nilianza na wewe, nitamaliza na wewe. Siku moja Junior alimuita Pamela. Walikaa kimya kwa sekunde chache, kisha Junior akapiga goti, macho yake yakiwa na machozi. Pamela, nihurumie. Pamela alishtuka. Junior akaendelea, niruhusu nikuoe. Sina mengi, lakini nina moyo wa kweli. Pamela akalia, lakini safari hii sio kwa maumivu, ni kwa furaha. Akamshika mkono, akasema kwa sauti ya chini, nilishakuchagua tangu zamani Junior, leo nimekuchagua tena. Baada ya kumvalisha pete, Junior hakuishia hapo. Alimshika mkono Pamela kwa upole, akamwambia, kuna kitu nataka nikuonyeshe. Naam, walipanda gari. Safari ilikuwa kimya, lakini mioyo yao ilikuwa inaongea. Walipofika, walisimama mbele ya nyumba nzuri tulivu yenye hadhi. Pamela akamwangalia Junior kwa mshangao. Junior, hii ni wapi? Junior akatabasamu kidogo, akamkabidhi funguo. Hii ni yako. Pamela alishtuka. Yangu? Junior akatikisa kichwa. Ndiyo, kwa jina lako. Machozi yakaanza kumtoka. Kabla hajazungumza tena, Junior akatoa funguo nyingine, funguo ya gari. Na hii pia ni yako. Pamela hakujizuia tena, alimkumbatia kwa nguvu. Junior, why are you doing all this for me? Junior akamshika kwa upole. Because you have believed in me when I had nothing. Wakaingia ndani ya ile nyumba. Kimya kikatawala, lakini kilikuwa kimya cha amani. Walitazamana kwa macho yaliyojaa hisia. Hapo ndipo nafsi zao zilipokutana kwa mara ya kwanza, sio kwa tamaa, bali kwa upendo wa kweli. Junior akavuta pumzi ndefu. Pamela, jasho la moyo halipo tena. Pamela akatabasamu kwa upole, akasema chini chini kwa aibu sana, ndio maana sikuweza kukuacha. You are so sweet. Mapenzi haya siwezi kuyakimbia tena. Walikaa pamoja kwa utulivu, wakaoga, wakacheka, wakapika pamoja. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Junior alihisi amani ya kweli. Baada ya kula, Pamela akamwangalia kwa upendo, akamwambia kwa sauti ya utulivu, Junior, nyumba hii tutakuja rasmi baada ya ndoa. Junior akatabasamu, akajua safari imekamilika. Msikilizaji wangu mpendwa, kama umefika hapa mwisho, basi umeelewa kwamba mapenzi ya kweli hayafi. Yanaweza kuchelewa, yanaweza kuumizwa, lakini yakirudi, hurudi kwa nguvu zaidi. Hii ndio ilikuwa simulizi ya Jasho la Moyo, Pamela Nihurumie. Kutoka mwanzo hadi mwisho tumepitia maumivu, usaliti, mapambano na hatimaye ushindi wa moyo. Karibu kwa simulizi nyingine moto moto zinazofuka mvuke wa moto. Bye bye.